Hili nalo tumepiga hatua, tumeiweka mfumo wetu wa ndani wa kushughulika haya. Lakini hata kauli mbiu yetu ni ile nini? Vision yetu, dira yetu ya mahakama, sio ile dira ya taifa, dira ya mahakama inasema haki sawa kwa wote mapema ipasavyo. Kwa hiyo na ikiwa ilikuwa anchored kwenye ibara ya 107 Kifungu sub article 2B. Kwa hiyo haya tunayazingatia. Lakini hivi karibuni katika hotuba yangu ya tarehe 22 Disemba nilisema tunaachana na utaratibu huu wa utaratibu wa kusubiria mashauri yaliyofunguliwa zamani ndio yamalizike kwanza. Kesi itasikilizwa kwa kadiri ya umuhimu wake na uwezo wake wa kutatulika mapema. Tulikuwa na utaratibu hapa, Mheshimiwa Rais, kwamba mahakama za mwanzo tuliwekea muda kama miezi 6 kesi iwe ndio imesikilizwa. Mahakama kuu, mahakama za wilaya mwaka mmoja, mahakama kuu miaka miwili, mahakama ya rufani miaka miwili. Sasa hii kulikuwa na sababu za msingi wakati huo. Kwa kweli kulikuwa na sababu za msingi. Maana kwanza hatukuwa na mahakama nchi nzima. Mahakimu wenyewe walikuwa wachache. Sasa hali ni tofauti. Tunaachana utaratibu huo. Tunataka mtu haki yake ipatikane mapema ipasavyo. Isipokuwa kama kuna sababu za msingi. Sasa hii inayo baadaye ili tuletea shida, kwa sababu mtu akitaka kusikiliza kesi anasema bado kuna miezi 6. Akitaka kusikiliza anasema bado kuna miezi 12. Baadaye anakuwa mvivu, haimalizi. Inakuwa backlog. Akitaka kusikiliza anasema na miaka miwili. Kwa hiyo kwa ujumla tulikuwa na timeline ya kukamilisha mashauri, other things being equal, kwa miaka 5.5. Tunaachana na hiki kitu. Yaani kesi inapofunguliwa mahakama ya mwanzo kama mpaka inaenda mahakama ya rufani inakaa mahakamani miaka 5.5. Na that was illegal. Ndio maana ulikuwa unaona tunasema sijui haki inayopatikana kwa wote kwa wakati. Kumbe wakati ni miezi 6, hata kama kesi ingemalizika siku hiyo hiyo. Alafu miezi 12 hata kama kesi ingemalizika baada ya miezi 2. Kwa hiyo tunaachana nayo, Mheshimiwa Rais. Alafu kigezo cha 5 ni uadilifu na uwazi, that is integrity and transparency. Hii inazingatia usafi mzima, mfumo mzima. Moja, kutokuwepo kwa rushwa. Ikiwa hongo inahitajika ili kuharakisha kesi au kushawishi hukumu ipendelee upande fulani, mahakama hiyo inakosa ubora na inakosa uhuru. Pili, wajibikaji kwa umma. Je, michakato ya mahakama iko wazi kwa umma? Sisi hapa kesi inasikilizwa in open court na maamuzi yanatolewa kwenye raw reports, lakini pia mengine yatangazwa kwenye mitandao. Kuchapishwa kwa maamuzi, je, hukumu zinawekwa mtandaoni ili umma na mawakili wazisome na kuzifanyia utafiti? Hicho kigezo, Mheshimiwa, tunakitimiza. Halafu 6, kutabirika na uthabiti wa maamuzi, yani predictability and consistency. Ili mfumo wa sheria uaminike, kesi zinazofanana zinapaswa kuwa na matokeo yanayofanana. Uhakika wa kisheria, sheria ziko wazi na zinatumika kwa usawa na udhabiti. Kuzingatia maamuzi ya awali, yani precedents. Mahakama za juu hutoa miongozo ya wazi ambayo mahakama za chini zinafuata. Kigezo cha 7 ni upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, yani adequate availability of financial resources. Upatikanaji, hii inahusu upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, ni kigezo muhimu cha mahakama bora duniani. Pili, bila rasilimali za kutosha, uhuru wa mahakama hubaki kuwa wa kinadharia badala uhalisia. Kigezo cha 8, Mheshimiwa Rais, ni maslahi na stahiki za kutosha zinazolindwa kisheria, yani adequate and secure emoluments. Maslahi na stahiki za waheshimiwa majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama zinalindwa kisheria, ndizo msingi wa uhuru na uadilifu wa utumishi wa mahakama. Katika ibara 142 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mishahara, pensheni, posho na mafao ya uzeni, malipo ya uzeni, mshahara, pensheni na posho, hivi vinalipwa kutoka kwenye mfuko mkuu wa hazina. Ndivyo katiba inavyoelekeza. Sasa hapa katikati ilitungwa sheria inasema hiyo malipo yafanyike kupitia kwa mtendaji mkuu. Hiyo ni uvunjaji wa katiba. Na Mheshimiwa Rais, kwenye hili bahati nzuri tunao Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali hapa, tena ni mjumbe wa Judicial Service Commission. Haya yalifanyika akiwa hajateuliwa. Akili yake naifahamu, ni mtu mzuri, mchapakazi, anaweza. Hili hata subiri afunguliwe kesi, alafu kesi ilete kwetu sisi tuamue, atapata kesi gani pale?
Kwa hiyo nadhani liko wazi hili weko mule ndani, na watu wengine wasichukulia majaji na mahakimu kama watu wa kawaida mpaka watakapopelekwa mahakamani. Kwenye utumishi wa umma huku kuna wakati fulani wengine wanajiona bora zaidi kuliko watu wengine. Mtu anayeshindwa kuzingatia umuhimu wa mahakimu na mahakama na majaji atakuwa ni mtu ana changamoto fulani ya uelewa. Watu wote tunataka haki, halafu hakuna mtu aliye juu ya sheria. Leo mimi nikipelekwa mahakamani, afu ukiwa pale unaizinisha tu, umekaa pale ofisini, utafikiri una nini? Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mahakama haiwezi kuwa huru endapo watendaji wake hawana uhakika wa mishahara yao, posho, pensheni, usalama na ajira na mazingira bora kazi. Na mambo mengine Mheshimiwa Rais anasikitisha, lakini majaji waliostaafu, kwanza tu wanaostaafu wanachelewa baada ya kuhamisha kutoka kwenye mfuko mkuu wa hazina kama katiba inavyoelekeza kupeleka huku kwa mtendaji mkuu, wanasubiri ile fedha atakayotengewa na Paymaster General. Matokeo yake hata jaji mkuu anachelewa kupata hazina yake posho yake mpaka akae miezi 6 ndio apewe. Huyu jaji mkuu atakuwa na moyo? Majaji hapa posho zao na pensheni zao zinasuasua, na mimi sasa wananilalamikia. Ndio wakaniambia wewe ndio mlezi wetu sasa bwana, kayabebe hayo, na usipoyasema tutakupiga majungu mpaka ondoke hapa mahakamani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, naomba unisamehe tu. Unaona wanavyoshangilia huko. Nisingesema haya, waangeza usema huyu jaji mkuu nadhani akili yake sio nzuri. Si tumwambia tusemee, si mambo tungemwachia Masawe angeyasema. Kina Masawe wana sifa ya kupigania haya maslahi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, niona hili. Na kigezo cha 9 ni miundombinu na teknolojia, yani infrastructure and technologies. Miundombinu ya teknolojia, yani infrastructure technology. That is matumizi ya e-justice. Mahakama za kisasa upimwa kwa matumizi yake ya teknolojia ili kuboresha utoaji wa huduma. Usajili wa kesi kwa njia ya elektroniki, yani e-filing, kuruhusu kesi kufunguliwa mtandaoni, mifumo ya udhibiti wa kesi, ufuatiliaji kidijitali wa maendeleo ya kila shauri na mashauri mtandaoni, yani uwezo wa kuendesha vikao vya